Mwalimu wakati anamuadhibu alikuwa amechukua fimbo anamchapa kwenye makalio. Ni binti wa darasa la 4. Lakini spidi ya mwalimu alivyokuwa akimwadhibu na kilio na kelele zilikuwa anapiga yule binti zilimshtua mwalimu. Mwalimu akajiuliza, ni hizi fimbo zangu tu au kuna kitu kingine? Ikabidi amchukue binti aende naye ofisini, wakae wawili. Akamuuliza, una vidonda kwenye makalio? Una majipu? Binti akasema hana majipu, hana vidonda, lakini ana maumivu. Mwalimu kwenye kumdadisi, mwalimu alikuwa ni wa kike of course, ikabidi aende naye faragha kwenda kumpekua binti, kwenda kumwangalia. Si tu maumivu, lakini aligundua binti anatokwa na uchafu sehemu zake za siri. Ni kama amepata infection, kama ameshambuliwa na bakteria. Kwa hiyo teacher kabisa cha kwanza amuhoji binti. Kwenye kumhoji binti alikuwa mwenye hofu, lakini pia aliogopa kusema nani anamfanyia hivyo vitendo, kwa sababu ilionekana wazi kwamba binti alikuwa anaingiliwa kinyume cha maumbile. Na alipomkagua sehemu zake za siri za kawaida, binti alikuwa yuko sawa, ila sehemu zake za siri za haja kubwa ndio zilikuwa zimeharibiwa vibaya. Binti akafanya haraka sana kumuita mama mzazi wa yule binti, kwa sababu mara nyingi pale shule kwenye vikao karibia vyote huwa anakujaga mama. Akawasiliana mama yule binti, mama akaja akamueleza situation yote, akamwambia, nakushauri kabla hujakwenda polisi kutoa taarifa, kwanza inabidi umbane binti, ujue nani anamfanyia ukatili huu. Basi bwana, mama karudi binti yake nyumbani. Kwenye kumbana binti, kuzungumza naye, binti alimtaja baba mzazi ndio ambaye anamfanyia hivyo vitendo vya kikatili. Mama akawa mbogo, akamsubiri mzee karudi kutoka kwenye shughuli zake. Mama ameshika panga mkononi, anamwelekea mumewe, anamwambia, kwa nini umemfanyia ukatili tena binti yetu wa kumzaa? Sio mtoto wa kambo, ingawa hakuna mtoto mwenye haki ya kufanywa hivi, lakini nakupa ule uzito uone